hawa mbuzi ambao sasa hivi tunaona kuna ugonjwa ambao unaonaga imeingia kwa ngozi, unakuta ngozi imepata kutoka manyoya yake ama unapata ile mbuzi imekaa hata haiendi haikuli vizuri. Mkipata shida kama hiyo nyinyi hufanya namna gani? Tunadunga tu. Kuna tunaenda tu huko Romruti, tunaenda Agrovet, tunanunua dawa, unakuja tu kujidungia mbuzi. Okay. Na hiyo ugonjwa sana mbuzi ikienda kama kiangazi ndo mbuzi inaleta. Ikienda sehemu zingine. Yes. Yeah. Na wale mbuzi ambao tumeona ukiangalia kwa hadi yako unakuta kwamba mbuzi ni kama ana limp. Unaona ni kama amegongwa ama ni kama ni nini haswa inakuaga imekosi hiyo. Unakuta mbuzi ni kama na ni mgonjwa tu kama hiyo ya ngozi. Inaingianga hata saa zingine unakuta ingine imeingia mpaka masho. Ayoni. Ayoni mzuri. Kwa hivyo hiyo mgonjwa sio mzuri, ni mbaya sana. Unakuta inaingia kondoo mpaka kondoo inatoa nini watoto ukiwa mbishi. Yes. Ukienda upande wa kichinjio ama maybe kichinjio moja ambao nyinyi mnaweza peleka wafugo wenu ili mmesema kwamba mmepeleka kichinjio na mmeweza kuuza wakiwa nyama baada ya kuuza wakiwa mbuzi mzima ili pia muweze kuongeza pesa kwa kuuzaji wa kondoo zenu. Ndio ni mzuri, lakini sisi tunachunganga tu na tunauza. Sisi hatupeleki kichinjio kuchinja. Kuna wale wanapeleka kichinjio kukata shingo. Naye sisi tunachunga tu tukipeleka wapi? Kuuza. Sasa kama hawa ambao tulikuwa tunawaona hapa, baada ya wale ambao uliachiwa na babako, kwa nini uwaweke hadi na ukose kuwauza? Ama mwisho utawafanyia nini? Kondoo saa hii ikifaa kama mara 4 mimi nauza. Halafu ndio kwa sababu kiangazi kikuta hiyo kondoo mzee itamaliza. Kwa hivyo inataka tu hii kike. Kwa hii kike inakuwa ni changa. Hiyo ndio inasana na kiangazi. Ikikuta kondoo, ukiwasha kondoo ikiseeka kabisa mpaka ikose kabisa, yani ikiseeka kabisa, hiyo ndio nini kiangazi itamaliza kabisa. Sijaona wamama wengi ambao wamejitoza kwa ukulima wa hii mbuzi. Wamama wa eneo letu wanafanya namna gani? Ndio wanafuga mbuzi. Hiyo ndio biashara yetu. Hata wamama wanafuga na wanafuga tu vile sasa mimi nafuganga. Kunayo masomo ambao nyinyi uweza kupokea kutoka kwa county government ama kutoka kwa wataalamu ambao wanashughulika na mambo ya wafugaji? Hakuna watu wale wanakuja kutufundisha tumfanye hivi na hivi. Ni kweli. Hebu tueleze ufugaji wa mbuzi umeweza kukusaidiaje wewe? Ukiangalia maisha yako kifedha, kiwewe, kibinafsi, imeweza kusaidia nini imekufanyia? Unaweza sema niko na nyumba, niko na hii na nimeona pia unajenga kanyumba. Hebu tueleze nini na nini haswa ufugaji imeweza kusaidia? Kwa hii mbuzi yangu, hii mbuzi yangu ananisaidia mimi kwa sababu ikizaa mimi nagawa hiyo ndumi yangu napeleka mahali ikinona nauza. Halafu natengeneza mahali kama nyumba ama nalipia watoto school fees. Hapo ndo ama nisaidia mimi kwa biashara. Najua kuna wale ambao wanatutazama sasa hivi na wangependa kusikia wazo lako kuhusiana na ufugaji ama ukulima kwa jumla. Naisambia tu tukishunga mbuzi mzuri kama hii ama tukinunua ndume inone miezi 2-3 ama miezi 5 halafu use, hiyo ndio itakuwa mzuri. Kuna kichinjio ambao nyinyi uko nayo hapa kwa eneo lenu? Hapa Romruti ni Romruti tu pekee. Mtu anaweza beba mbuzi zake yeye mwenyewe ajipelekea aseme mimi nataka kuchinja niuze ikiwa nyama? Lakini sisi tunapelekanga tu soko. Watu wa mabushari wanakuja kununua hapo, wanapeleka kichinjio. Na sasa tukimalizia, hebu tueleze pasipo na hizi mbuzi, wewe hufuga ng'ombe? Mimi nafuganga ng'ombe. Haya, ng'ombe nazo ziko namna gani? Hata ng'ombe tu inakuanga namna hiyo. Ni mzuri? Ni mzuri, sio mbaya. Kwa sasa uko na ng'ombe ngapi? Kwa sasa hii niko na ng'ombe 5. Na pia ng'ombe unaziweka ile kuweza kuuza ama ng'ombe tu ni zako tu za kutumia nyumbani? Ni yangu tu ya kutumia nyumbani. Hujafika hiyo ya kiwango? Ya biashara ni ya mbuzi tu, ni ya kununua kuuza. Ni kweli. Sasa siwaambie watu wetu kwa heri kwa sababu wamekutazama kutoka tuanze na tumemalizia. Waambie kwa heri. Sawa. Mimi naitwa Lashawa na mimi nasema asante. Ongea sasa lugha ya mama sasa hivi. Majina na vile waambie kwa heri. Akaje kutanda shule ngaje kunta ile sere ashana wole. Nivo. Asante sana. Nadhani tutamalizia hapo kwa siku ya leo. Na ni mengi ambao tumeweza kusoma. Wewe uende salama. Mimi ndio naenda. Wewe ubaki salama. Ubaki salama. Asante sana na nimeshukuru sana. Mimi nitasukumana niende nijaribu kushika moja pale. Ile nitashika niweze kubeba hivi. Naenda nao Nairobi. Sawa? Asante sana. Yeni, osho hata kwa Le Charlotte, si ndio?
Asante sana. Mwite Leshalote, huyu ni mkulima wetu wa siku ya leo na ameweza kutufunza mengi sana kuhusiana ufugaji. Kwa wale wote ambao walikuwa wametamani kuweza kufanya ufugaji, najua kwamba umeweza kupata motisha ama kitu ambacho itaweza kukusukuma kuweza kujua vile utakavyoweza kufuga. Ewa thio doge guogerera nejuge Ngai wa muoyo wa kurathime o nginyagia kiumia gigoka njitago Kimiti wa Gitau. Tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi. Ũyũ nĩ mũhotani mũgambo, rekei ndĩmwĩre no ũhote kũrĩithia. Na nona mũthĩ ndĩ gũkũ gwa Thamburu na nĩ twarĩkia gũthoma maingĩ megiĩ ũrĩithia wa ng'ondu na mbũri cia iria. Njĩtagwo Kimiti wa Gitau, twĩtagwo tabarĩra nĩ mũgambo wa mũrĩmi. Kuma gũkũ tuganĩre hamwe twaririe. Rĩu ndathiĩ ũguo, ndathiĩ njĩra cia ũtegi. Nĩ nyita nĩ ciarema kũnyitĩka. Imeshindikana.